Mungu. Karibu mtoto. Tutakaribisha nyota madrasa waje watutumikie uwanja inshallah. Karibuni, karibuni, tafadhali. Akitoka nyota madrasa, mama yangu, mwalimu wangu Biasha, naomba kidogo tutamzindua uwanja inshallah. Ahlu dhikr.
umetoweka. Tunaomba kila mmoja achukue nafasi yake. Tunaomba Muhammad Rasulullah Abdul Qadir Shairi la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Abdul Qadir Shairi
Tafadhali wakutana hao ingia madarasa Shamsia kutoka Magara dakika 5 inshallah utafika, ili tuingie katika swala zima la swala la kwanza. Yeah.
wanafunzi wa Mwalimu Ubaida, Allah awajaze kila la heri, sababu mwalimu yuko radhi wanafunzi na mwanafunzi anakubali radhi na mwalimu. Allah awajaze kila la heri, awape umri mrefu wenye faida kwenu pamoja. Tumsalie Bwana Mtume kwa mama. Tumsalie Bwana Mtume kwa mama. Naam. Masha Allah. Masha Allah. Masha Allah. Tumsalieni Bwana Mtume na kina mama. Naam. Tuwapelekeni watoto wetu madrasa. Tumeona jinsi gani ukienda kusomea mwanzo Arafa bin Hussein alivyotuletea vitu vyake, na vile vile tukamuona Ukti Zioran binti Khair alivyotusomea. Allah awalipe kila la heri. Hivi sasa umefika muda na wakati lengo la madhumuni ya leo ni mawaidha. Wanaanza shughuli hizi wameona kufuata mbalimbali moja moja itakuwa ngumu, sababu mama wengi hatutaki kwenda madrasa, ndio wanaamua kuandaa shughuli kama hizi ili katika mkusanyiko huu wapatikane ambao watatupa chakula cha nyoyo, kwa sababu nyoyo zetu zimejaa vitu. Bila kutupa sasa maisha hayatakuwa. Kwa hivyo basi nitakaribisha Uktidaya aje atupe chakula cha nyoyo, tunaomba tutulie tusikilize ili tuweze kuondoka na faida. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah sharafa hadha alwujud ببعثة الأكرم النبي سيدنا محمد المحمود وحوض المورود لشفاعة عظمى عنصر فضائل المشهود وكريم الأمهات. وأصلي وسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء والمرسلين. صلى اللهم وسلم على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma baad, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alhamdulillah, yaliyopo ni mawaidha tosha, lakini baada ya shukurani kwa Mwenyezi Mungu, tuwashukuru sana waliotuandalia hafla hii ambayo ina mafundisho tele, lakini thawabu nyingi tutapata, lakini kufutiwa madhambi yetu. Sisi tunahesabu hapa tuko darasani, kama hujasoma kwa kuchukua ile maneno ukenda ukaifanyia kazi, aidha kwa kuyahifadhi, lakini hata kuna ilmu al-hali. Lisanu al-hali afsahu min lisani al-maqal. Ulimi wa hali wakati mwingine huwa ni fasaha zaidi, afsah min lisani al-maqal. Binti aliyotusomea hapa Qur'ani sio mkazi wa Dar es Salaam, ni binti aliyohama kwao akaacha wazazi wake, aidha familia
Mwenyezi Mungu amlipe mtu baita. Mimi huwa kwenye dua ambazo ni muhimu ni Mwenyezi Mungu atubakizie walimu, ndio wanaoibakiza dini hawa, wanaoijua Qur'ani wako humu, wameelewa. Inaposoma Qur'ani labda wewe una shida kwenye moyo, lakini mtu mwenye moyo ambao hauna tabu, muumini wa kweli, ikisoma Qur'ani lazima zile nyoyo wajilat kulubu, nyoyo zinapata msisimko. Binti mdogo kama yule pewe maua yake, lakini si yeye tu, kazi kubwa kaifanya mwalimu. Kwani watoto wetu sisi tunaweka wapi? Darasa zimejaa. Tupo kwenye hafla ya Maulid ya kumswalia na kumsifia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini pia kuja kujifunza na kuondoka na yale mazuri tukayafanyie kazi. Tuangalie walimu hawa. Tupo kwenye mwezi mtukufu wa Rajab. Taongea kidogo kuhusiana na Rajab, kidogo nitabaru mbele tu kidogo, tutaingia kwenye Shaaban na hatimaye Mwenyezi Mungu akituruzuku afya na salama tutaingia kwenye Ramadhani. Asema Mwenyezi Mungu, inna Rajab huwa shahr. Rajab, hakika Rajab ni mwezi wangu. Rajab huwa shahrullah, ni mwezi wa Mwenyezi Mungu. Wa Shaaban huwa shahr Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Shaaban ni mwezi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa Ramadhan huwa shahr ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa Rajab ni mwezi wa kusafisha mashamba, wa kuandaa mashamba, wa kutengeneza nyoyo zetu, ili huko mbele kila mmoja anajua tunaenda kukabiliana na nini. Lazima uanze mwanzo, utengeneze ule msingi. Anasema Mwenyezi Mungu, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh ka'ardi samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum, fanyeni haraka kuyaendea yale ambayo yatakuwa sababu kubwa ya kupata msamaha wa Mola wenu. Tunahimizwa kufanya wingi wa kuendea yale ambayo ni sababu kubwa ya sisi kwenda kupata msamaha wa Mwenyezi Mungu. Tutaenda kuona labda kitu gani, lakini hapa katikati, kama Rajab ni mwezi wa Mwenyezi Mungu, nini tufanye? Tunafundishwa inna Rajab thalathatu ahad. Rajab ina harufi tatu, kuna re na jim na kuna be, si ndio?
kuipata. Ukiipata rehema ya Allah utaenda kuona wema wa Mwenyezi Mungu. Lakini mpaka tujitambue, mambo mazuri ndio yaigwayo. Alqaisi man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Mtu mwenye akili ni mwenye kuipigia kiasi nafsi yake, mwenye kuitathmini nafsi yake. Hivi tangu nilipomaliza Ramadhani hapa katikati nimefanya nini mpaka tena tushaingia kwenye Rajabu, inaisha kesho tu, tutaingia Shaabani, siku zinakimbia, tutaingia kwenye Ramadhani. Hapa katikati nimefanya nini? Kama nimesoma Qur'ani, nimeongeza juzu ngapi? Nimeongeza sura ngapi? Je, kama ni watoto wangu wamepiga hatua kiasi gani? Watoto wetu, tutaenda kuulizwa juu ya watoto wetu. Watoto wetu jamani, watoto wetu tukifa tutaenda kuulizwa. Tangu ni sisi pamoja na watoto wetu. Mbona madrasa zimejaa? Mbona walimu wako? Wewe tu angalie wapi sehemu sahihi nikamtumbukiza mwanangu, na hakika swala itakuwa lazima kwake, ataswali. Ikiadhiniwa adhana atasimama kwenye swala, ataswali, kwa sababu kasoma mwenyewe kwenye kitabu. Achilia mbali mawaidha. Mawaidha huwa hayaelimishi mtu, mawaidha yanamshtua mtu, anatanaba. Kama aliokuwa usingizini anashtuka, anaogopa. Yamezungumzwa mawaidha ya kaburi, mtu anasisimuka, siku ile anaenda kuswali. Kafa mtu wake wa karibu, anashtuka siku ile, kwa sababu kifo ni mawaidha, anaenda kuswali. Lakini baada ya muda inaweza ikapotea. Kwa nini? Umadhubuti kwa asilimia nyingi. Twendeni tukakae madarasani sisi na watoto wetu, tukasoma kituo mpaka kituo. Mwaka mmoja almarhuma Mama Haji akiwa hai, Allah marhamu, tulienda kwenye maulid. Ukiubaida alipokaribishwa nafasi yake, akasoma namna ya watu kuswali salatu safar, yani swala zile za kupunguza, aidha kukusanya na kutanguliza, kukusanya na kuakhirisha, aidha kukusanya na kupunguza vile vile. Wanaweza kukusanya tu bila kupunguza, lakini waweza kukusanya na kupunguza. Sasa vipi? Mbona hapa? Na akazungumza masala ya tayamam kama sikukosea sana. Alipomaliza akasema kwa sababu watu hawaji darasani, na kwa sababu wanasikia kuna swala za safari, mtu anaswali vile yeye anaona wepesi wake bila kujua sheria iko ni vipi. Turudi hapo, nilikuwa nazungumzia muhimu, ili tunapofanya yale mema yetu tayari wewe unajua kama kuna nguzo zake, kuna mambo ya wajibati, mutwilati na mengineyo. Lakini tupo kwenye Rajab. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man arada rahata wa
hatujashinda bado. Anatufuatilia mpaka taimu ya kutolewa ruku zetu, anatufuatilia ili mradi kutufelisha. Sasa ili ufaulu ala kule hali kwa jumla ya haya yote aliyosema Mtume, asema jitahidini dawimu ala ihtiram hadhihi shuhur, katika miezi mitukufu aliyoitaja Mwenyezi Mungu ni minne, ambayo ni Dhulqaada, Dhulhijja, Muharram, lakini pamoja na Rajab. Asema tudumu ndani ya miezi mitukufu kufanya heshima, kufanya wema, kuangalia mayatima, lakini jirani zetu, lakini kusoma Qur'ani, sio muda kufanya laghawi kwa wingi, lakini tena tufanye wingi wa kumtaja Mwenyezi Mungu. Asema wadhkurullah, na mtajeni Mwenyezi Mungu kwa wingi. Tadkhulu min jannati rabbikum bisalam, mtaingia katika pepo ya Mola wenu kwa amani. Kuna kisa kimoja, mama mmoja, ni hadithi zinasema mukhtalifa, lakini tofauti tofauti. Na mama mmoja enzi za nyuma akiwa Baitul Maqdis, kwa kujua utukufu wa Rajab, ilikuwa yeye kiingia Rajab kila siku anasoma Ikhlas tu. Hadithi zingine zinasema Ikhlas 12, zingine zinasema 11. Vyovyote vile ikhtilafu za wanazuoni ni rahma. Sasa lakini ule muda ukifika, mpaka na nguo zake maalum, ateua nguo za kufanya ibada muda ule wa Rajab. Ikafika mahala kwenye mwezi wa Rajab, akiwa kwenye ibada zake akapata maradhi. Sasa ana mtoto wake, kijana wake, akamuhusia, akamwambia, mimi ikitokea nikafa kwenye mida hii ya Rajab, basi nizikwe na nguo zangu hizi hizi. Mwenyezi Mungu afundishi kazi. Kumbe kweli muda umefika, yule mama akafa. Alipokufa yule kijana akaona, kwa nini na mimi naweza, nitaenda kumkatia mama yangu sanda yake inang'ara namna hii. Lakini yeye alifanya vile kwa kutia nia, riaa linnas, kujionyesha kwa watu. Ni kweli tunahimizwa marufuku wetu kuwatengenezea sanda nzuri, si ndio? Lakini yeye alifanya vile riaa linnas, kujionyesha kwa watu waone kama yeye anaweza na anafanya nini mamake. Basi na mama akaenda kuzikwa. Kilala usiku ile kijana akaota, akamuota mamake akimwambia, limalam ta'khudhu wasiyati, kwa nini ukichukua usia wangu unakufa? Hakika yangu mimi siko radhi na wewe. Akashtuka yule kijana, kushakucha akatoka mbio moja kwa moja makaburini. Akifika pale akafungua mpaka mwisho wa kaburi, hakumkuta mama yake. Akalia sana pale kaburini, akalia sana. Wakati analia, anasikia sauti inasema, hakika mja huyu alikuwa akifanya ibada katika Rajab, leo hii hatuwezi kumwacha ndani ya kaburi lake, wahida mfarida. Hatuwezi kumwacha akiwa peke yake amekwekeka, yuko kwenye maliwazo. Akaumia sana, lakini ile yote nini?
Rasulullah. Akamwambia, nini ulichopata? Ulipata faida gani kwa Mtume? Akasema, Mtume kaniambia, man qala la ilaha illa Allah fi Rajab dakhala al-janna. Mtu akasema la ilaha illa Allah ndani ya mwezi huu mtukufu wa Rajab kashaingia peponi. Lakini vile vile anaweza kufunga siku moja, japo siku moja, na akasimama usiku japo siku moja, dakhala al-janna. Yule hakukubaliana, moja kwa moja akaenda kwa Mtume akamwambia, Rasulullah, nimekutana na Muadh, nimemuuliza kwamba alitoka kwako na umemwambia kadha wa kadha. Mtume akasema, sadaqa Muadh, Muadh amesema kweli. Inshallah Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi. Lengo langu ni kutaka kufundisha watu au kukumbushana, tuko kwenye Rajab, ndio muda ambao sisi tunatakiwa kumtaja Mwenyezi Mungu sana na kurudi kwa Allah na kuangalia makosa yetu, kuleta istighfari. Hata tukifika huko, kama tutafika kwa uwezo wa Allah, kufika hali ya kwa tuko salama, kwa sababu Rajab litatuhiri al-badan, Shaaban litatuhiri al-qalbi, ni kwa ajili ya kutwarisha moyo, wa Ramadhan litatuhiri roho. Nikome hapa. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni mwalimu wangu Uktidaya akitupa chakula cha jioni. Mama zangu, haya ndio ingekuwa iko ndani ya moto wangu, basi tungekata na kasida nyingi tu kuweka maana, sababu maana ndio holiday yenyewe. Asante Bwana Mtume, kina mama tumsalieni Bwana Mtume kwa shida kina mama. Mwalimu, Allah akulipe kheri, akupe urefu kwenye mbele kwako nasi pamoja. Madarasa Madina kutoka Chanika watuletee anashid kwa muda wa dakika 5. Ubaida inshallah ataendelea kutoka chakula cha jioni. Karibuni, karibuni tafadhali.
وفيه على عمل الطاعات والإكثار من القربات. أحمده سبحانه على نعمه الوافرة، وأشكره على آلائه المتكاثرة، والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل من صلى وصام وأشرف من تهجد وقام، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wengi wa rehema na amani, nikimtakia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwanza nawashukuru nia njema kwa nia ya njema kama jina lao. Nawashukuru kwa kuwaenzi watu waliofanya kazi kubwa katika dini hii. Kina Bibili Abdallah, ni watu walikuwa wasisahaulikane katika maisha, sio kwa wao peke yao, lakini kwa sote, kwa sababu walifanya kazi kubwa sana mpaka sisi tukafika hapa leo. Na kushukuru Bibili na kamati yako nzima iliyopendeza, sare nzuri, mahali pazuri, mambo mazuri. Alhamdulillah rabbil alamin. Mwenyezi Mungu atujalie, akatujalie tena tukapendeze tena peponi kwa uwezo wake. Mawaidha yameshapita. Mimi nakumbusha kwa sababu kuna Ramadhani, kuna watu hawajalipa Ramadhani. Sasa sitaki kuwataja, nafanya mawaidha kwa sababu sitaki kuwataja, lakini nawajua moja moja, ila nakusha kwenye mawaidha kwa sababu sitaki kuwataja. Watu hawajalipa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na Ramadhani inakuja. Vijana tumechukua likizo ya siku 6-7, hatujazilipa. Ramadhani inakuja, hatujalipa. Ikipita Ramadhani tutalazimikiwa na kibaba na tutapata dhambi. Wazazi, wahimizeni vijana wafunge siku walizoziacha kwenye mwezi wa Ramadhani. Ile si sunna, ni fardhi. Akiingia kaburini mtu kama anafunga ya sunna, haikufungwa. Sala ya Mtume. Allahumma salli wa sallim alayhi. Sallallahu alayhi. Allahumma salli wa sallim. Kaingia kaburini mtu ana siku 6 alizoacha za fardhi, sisemi za sunna ya Rajabu, na wala usisemi nafunga za Rajabu. Sunna ya Rajabu ndio ile mtalipa ulioacha, kwa sababu hii ni fardhi, lazima ulazimia usiku. Ile ulioacha lazima ulazimia usiku, kwa fananuia nawaitu sulbaghatin an adai min yawmi qadaa shahr Ramadan lillahi ta'ala imanan wa ihtisaba wajhi llahi karim azza wa jalla. Nia ile so mke asubuhi tumeona chai sio nzuri, lazima nafunga Rajabu. Sote tunakubali hii ni ya kulaza. Walioacha kufunga siwataji, naweka kwenye mawaidha. Leo nikafunga. Aya ndio mazungumzo, sasa mazungumzo mwingine leo. Shida kashamaliza. Kuna watu wanadaiwa. Jamani, kwanza sasa sema watoto wakimaliza Ramadhani kufunga nao 6 wakilipe Ramadhani hawalipi tena. Wakishamaliza 6 kuna mkokota. Hii ni tu chakula, una mkokota, unalipa kabisa. Bila hivyo ndio kimoja, hawalipi. Ukiingia kaburini kama umeacha siku 6, kuna nyoka wa siku 6 utakayemtembea huyu wa siku 6. Kama umeacha siku 12
mwaka wa siku 12 ya ndimi 7 zitakuingia machoni, puani, masikioni mpaka siku 7 zifiche. Kama ulianza kufunga na miaka 20, umebaligha huku miaka 12, kuna funga za miaka 8 ukuzifunga huko, zitahesabiwa siku hadi siku. Zikifika siku 100 wewe unanyoka siku 1. Funga ya fardhi. Tafadhalini twende tukalipe funga tunazodaiwa. Ndio mazungumzo yangu. Ramadhani inaingia, tulipe tunaodaiwa, tufanye ukweli kwenye ucha Mungu. Tufanye ukweli kwenye ucha Mungu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mtu yoyote mwenye kumcha Mwenyezi Mungu, Mungu humfungulia njia. Kama una vijimaradhi unajitahidi kufunga ni fardhi, Mungu atakufungulia njia ya uzima. Kama riziki ngumu, Mungu atakufungulia njia ya riziki. Kitu kimoja nataka kuzungumza. Kuna watu hapa ikifika Ramadhani hawafungi, wanasema kwamba sina futari. Sasa lakini hivi una futari. Je, leo mchana kutwa utakula? Na kula ugali. Ugali unatosha kwa futari? Hebu kwanza tunahamishane kwa futari si chakula maalum. Maana kuna mtu kaelewa futari labda ni mbogo, labda ni viazi, labda ni mkate. Futari ni chakula utakachopata chochote. Hata ugali wako huo na bamia uweke saa 12 usonge, futari tayari. Watu wanazungumza hivyo. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Katika kumcha Mwenyezi Mungu, kana hunaka rajulun yud'a Abu Bakar. Alikuwa mtu mmoja katika wakati wa nyuma akiitwa Abu Bakar, khashia ala nafsihi ma'asiya. Aliogopa siku zote maasi ya Mwenyezi Mungu kiasi ambacho kwamba ilikuwa hata mwezi wa Ramadhani hamuangalii mtu hivi anaogopa maasi. Licha ya sisi tunafungua simu kuangalia watu wanaokwenda uchi. Kwanza Ramadhani tutumie simu ndogo, tufunge hizi simu. Ramadhani inakuja kwa sababu kuna watu wanaokwenda uchi. Sasa inatakiwa Ramadhani si kazi kufunga mjue. Ile somo haina kazi ulimi na macho. Maana usiangalie Mungu asipenda. Ule ndio chakula. Basi mtu huyo khashia ala maasiya, alikofu maasi. Wakana miskini, kana ya pia alikuwa ni maskini mkubwa, akiuza nguo, akipitisha nguo kama hizo mtumba barabarani. Wakana kila maamara ala qaumin, alikuwa akipita kila kaumu watu wakiuza nguo zake za mtumba. Basi rabihatul miski, watu wakisikia harufu ya miski, wakisikia harufu ya mahaludi, huyu bwana anauza mtumba, lakini kama anaongea haludi namna hii, ananukia akija hapa, lakini kazi yake ni kuuza nguo, ni maskini. Maana kana la yatatayyab, pamoja na kwamba alikuwa hajitii manukato wala havai nguo nzuri. Faqila lahu, akaulizwa siku moja, akaambiwa limadha yafuru raihatu miski daima, ni kwa sababu gani wewe unanuka harufu nzuri milele? Kwa nini unanuka harufu nzuri? Umeoga unanuka harufu nzuri kwa nini? Wa anta la tatatayyab, unajitii mafuta mazuri. Fama sirru dhalika, ni siri gani? Huyu bwana asema siku moja wakati mimi nauza biashara yangu ya nguo ya mtumba, fahtalat imraati yawman hatta dakhalat ila dariha, akanifanyia hila mwanamke mmoja, akanambia nina shida nyumbani kwangu, haraka uje unisaidie. Mimi kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu nikaingia kumsaidia. Nilipoingia wakaangalia kwa kibaba kufunga mlango. Alipofunga mlango, wadaawatu an nafsiha, akataka juu ya nafsi yake, mimi nakupenda wewe, kila kikana sikia harufu nzuri sana, nakupenda katika nafsi yangu. Wakati wote mke mzuri, lakini yeye ilimpitia tule mwanamke harufu nzuri bali. Waqala, akamwambia wallahi ma adkhaltuka li-ashri, wallahi sikuingia kwako mimi kwa ajili niuze nguo, wala sikuingia kwako kwa ajili ya kwamba niwe pamoja na wewe. Mimi nimeingia kukusaidia tu.
famazalaha, hakuacha huyu mwanamke dhalika hivyo na shari ya kutaka mpaka huyu mwanamume, kwa sababu ni cha Mungu, anapokuwa Mwenyezi Mungu akaogopa, akamwambia sasa. Alipokumbuka mwanamume akakumbuka wewe, akamwahi wache jambo hili, Mwenyezi Mungu hapendi hivi na hivi. Falamma raaha ana wajibu, alipomwona kwamba hamjibu, khashia ala nafsi maasiya, aliogopa katika nafsi yake kufanya maasi. Waqala laha, akasema inna li hajatan lilkhalai, mimi nina haja ya kwenda chooni. Anamwambia mwenye nyumba niende chooni, halafu nikishatoka chooni mimi nitakuja kukuambia haja yako unataka, tunakuwa pamoja. Akampa ruhusa akaenda chooni, asema akadhihirisha. Wadhahaba alkhalai, akaenda katika choo kile. Alipofika chooni, walabta jasada wa linajasa walqadrati, akajipaka mwili wake mzima chooni, uchafu wa chooni akajipaka mwili wake mzima katika nguo zake akajipaka. Halafu thumma kharaja ilayha, kisha akatoka nje, akamwambia Mwenyezi Mungu, sikusudii mimi kujitia choo kwa sababu najua ni najisi, lakini nafanya tiba ya kuogopa wewe huyu mwanamke asiyekaniingiza katika mambo mabaya. Alipotoka katika hali hiyo, itaat, mwanamke akatetemeka, nani huyu? Thumma amara, kisha akamwamrisha kwenye vidani, toka katika nyumba yangu saa hiyo hiyo, sitakuona. Wama ila manzili, asema nikapata njia, akanitoa nikaenda nyumbani kwetu. Nilipofika nyumbani, wanapasa la wanyama barabarani, watu wananisikia na harufu mbaya na choo kimejaa katika nyumba. Basi nilipofika nyumbani nikaoga, nikalala. Tilka laila, katika usiku ule, faraghat fil manami, nikaota katika ndoto, yakulu lahu, Mwenyezi Mungu anasema, fa'alta ma fa'alahu ahad ghayruka, umetenda kitu ambacho hakuna yeyote aliyotenda kukuogopa mimi. Umetenda jambo kubwa sana, hakuna mtu aliyotenda kitu hichi kwa ajili ya kuogopa mimi. Kwa hiyo la utayibanna rihaka fi dunya wal akhirah, nitakunuhisha harufu nzuri wewe katika dunia na akhera. Siku zote utarudia wewe, kama ulipojichafua basi siku zote utarudia wewe. Hakuna siku utamka vibaya, umeoga uoga wewe utarudia vizuri. Fa asbaha wa raihatu tayyiba tafuha, kukakucha asubuhi mimi nina harufu nzuri, hata nikijitahidi kuiondoa harufu hii haiondoki. Nimeoga sikuoga, nimeoga kwa harufu nzuri. Waasha tilka raiha, akaishi katika yule mpaka akafa. Kwa hiyo famutaka shay'a lillah awada Allahu khairan, mtu yoyote aliyeacha jambo linalomkera Mwenyezi Mungu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, Mungu atambadilishia bora kuliko hiyo. Wa man sana nafsahu, na aliyehifadhi nafsi yake lilharam, kwa ajili ya haramu, tayyaba Allahu lahu baina al-anam, Mungu ataufanya mzuri utaji wake mbele ya watu. Mtu yoyote aliyeacha kitu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, mimi Ramadhani yaje naacha ndani ya siku mambo machafu kuangalia, siyapendi, basi Mwenyezi Mungu atakuletea mambo mazuri. Labda mimi siwezi kuangalia siku kwa sababu sioni, natamani kwa ajili naacha siku kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Baada ya Ramadhani Mungu atakupa macho ya kuona mazuri. Hebu hizi siku kwanza, hii Ramadhani inayokuja, hawa watoto tuwanyang'anye, waswali tarawehe, wafanye tahajudi, wamwabudu. Watoto hawaswali tahajudi, hawaswali tarawehe, hawafungi mchana kutwa. Maana ukiangalia umefunga wakati mbaya, wajibu wafunga wewe, lakini funga yako haina thawabu. Ile funga umeangalia vitu vichache, haina thawabu. Siku ya Kiyama utakwenda thawabu hakuna. Watoto tuwashikie, wametushinda, lakini na sisi tushike kamba tuwashinde. Kwa nini mwanao tumesimu kubwa yeye na hajana mgajani? Wewe mtu mzima una mipaka. Wanyang'anyeni watoto simu, watoto wote hawa wataka simu. Mimi ukisikia kesho kwa nyumbani kwangu simu, lakini namwambia utanikata. Hao wanaosoma Qur'ani mnasikia kutwa mimi na makesi simu. Hauko nyumbani kwako ukisimu ikikutikana hata ndogo chuhani, hata ndogo ikikuta chuhani. Kuna wanafunzi wanachukia kwa kweli mimi kwa simu, lakini namwambia mtakuja kupenda siku ya Kiyama ukiingia peponi. Leo ni tukio. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ametuma ibada kuja jifanyia
Thank you.
Thank you.
Shukrani sana mama yetu, Allah akulipe kila la kheri.